Katika uhai wake alifanya kazi ya uandishi wa habari kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Alianza kazi Radio Tanzania Dar es Salaam, kisha akajiunga na kampuni ya magazeti ya Uhuru na Mzalendo, na baada ya hapo alifanya kazi katika makampuni kadhaa yakiwemo Business Times, gazeti la Majira, IPP Media, gazeti la Nipashe, na mwisho kampuni ya New Habari Corporation, gazeti la Mtanzania, ambako alistaafu. Marehemu alifunga ndoa takatifu na Ruth Peter Dogani katika kanisa Katoliki la Msimbazi Center, na marehemu na mke wake walifanikiwa kupata watoto 4, 2 wa kiume na 2 wa kike. Marehemu alianza kupata matatizo ya kiafya mwezi Julai mwaka 2025. Uchunguzi ukabaini kuwa alikuwa na saratani na hivyo kupelekwa katika matibabu ndani na nje ya nchi kwa vipindi tofauti hadi mauti ulipomkuta tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026. Kwa niaba ya familia ya marehemu Revocatus Mujungu Makaranga, tunatoa shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu kwa rehema, neema na upendo wake juu ya familia hii na kwetu sote kwa kadri iliyompendeza. Pia tunatoa shukrani kwa wote walioshiriki kwa hali na mali katika matibabu na msiba wa mpendwa wetu Revocatus Mujungu Makaranga. Aidha, tunatoa shukrani za dhati kwa madaktari na wauguzi wa hospitali ya Kenyatta Nairobi, hospitali ya Nairobi West, hospitali ya Bochi Dar es Salaam, daktari bingwa hospitali ya Besta Dar es Salaam. Tunashukuru sana kwa jitihada zote. Pia tunatoa shukrani kwa ofisi ya Kamishna Jenerali Jeshi la Zimamoto na Uokoaji makao makuu Dodoma, ofisi ya Kamanda mkoa wa Mwanza, mkuu wa chuo wa Zimamoto Ilala Dar es Salaam, ofisi ya Kamanda mkoa wa Dar es Salaam kanda ya Ilala, viongozi tawi la Tuge idara ya Zimamoto, ofisi ya Katibu Tuge Dodoma, makatibu wa mabaraza ya vyombo vyote, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, na tunawashukuru sana kwa ushirikiano mkubwa, hakika mmetupa faraja sana. Shukrani za dhati katika kanisa la AICT Kizota, kwaya ya Imani Kizota, mmoja wa makanisa CCT Dodoma, tunashukuru sana. Ofisi ya PSSF Dodoma kwa mchango mkubwa, kitengo cha tehama na operation PSSF na wafanyakazi wote kwa ujumla kuhakikisha kuwa ratiba ya mahitaji yanakamilika, ambako kijana wake anafanya kazi Fred Makaranga. Pia tunatoa shukrani za dhati kwa familia ya Luyalia Sai kwa mchango mkubwa katika familia ya Makaranga. Tunatoa shukrani za dhati kwa familia ya Damaris Nairobi, Kenya kwa mchango mkubwa sana. Tunatoa shukrani za dhati kwa Jumuiya ya Mtakatifu Rita wa Kashia Kimara Michungwani hapa Dar es Salaam. Tunatoa shukrani za dhati pia kwa familia ya Mama Linda Michungwani kwa huduma yake ya chakula na mapambo. Tunawashukuru sana. Shukrani za dhati pia ziende kwa majirani wa Kimara Michungwani kwa kutukimbilia kwa haraka na kuhakikisha kuwa taratibu zote za awali zinakamilika. Majirani wa Dodoma Michese, mtaa wa Muungano B, tunashukuru sana. Majirani wa mtaa wa Isebanda, kikundi cha Imani cha Isebanda Mwanza, tunawashukuru sana. Kikundi cha Mwashita Dodoma, kikundi cha Women Group, kikundi cha Ujirani Mwema Michese Dodoma, tunashukuru sana. Kanisa Katoliki la Lwanima Mwanza, tunawashukuru sana. Shukrani nyingi katika iende kwa familia ya Kiando, kituo cha watoto yatima Baloma, picha ya ndege ambako baba alikuwa muasisi, tunawashukuru sana.
Shukrani za dhati ziende kwa Shangazi Roda na familia yake kwa mchango mkubwa katika familia yetu. Aidha, tunatoa shukrani za dhati kwa zaidi ya yote, tunawashukuru wale wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine katika kipindi hiki kigumu. Napenda kuwashukuru sana kwa upendo, faraja na msaada wenu. Mchango wenu umeleta faraja kubwa sana katika familia yetu. Mwenyezi Mungu awabariki sana na awaongezee afya njema na azidi kuwajalia mema zaidi katika maisha yenu. Asanteni sana. Aidha ya yote, ndugu Revocatus Mujungu Makaranga ataendelea kukumbukwa daima kutokana na mchango wake mkubwa katika jamii kwa kila rika, ucheshi, ukarimu na ushauri. Bwana ametoa na Bwana ametwaa. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Asanteni. Ndugu zangu, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza nimekosa sana. Ndio maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, na ndugu zangu, Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Mungu milele na milele. Uharibifu wao, bali wao wenyewe wamo katika amani, kwa sababu hata ikiwa waonavyo watu wanaadhibiwa, hata hivyo taraja lao limejaa kutokufa, na wakiisha kustahimili kurudiwa kidogo, watapokea wingi wa mema. Kwa kuwa Mungu amewajaribu na kuwaona kuwa wamemstahili kama dhahabu katika tanuru aliyowajaribu, akawakubali mithili ya kafara. Wakati wa kujiliwa kwao watang'aa, na kama vimulimuli katika mabua makavu watametameta. Watahukumu mataifa na kuwatawala kabila za watu, naye Bwana atawamiliki milele na milele. Wenye kumtumaini watafahamu yaliyo kweli, na waaminifu watakaa naye katika upendo, mradi neema na rehema zina wateule wake. Neno la Bwana.
sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Huniuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia watu wote waliokuwapo, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata moja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila mtazamaye Mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Neno la Bwana.
Mungu ni mwema na kila wakati. Ndugu zangu, tumekusanyika hapa kwa huzuni, lakini pia kwa matumaini. Kwa huzuni kwa sababu tumempoteza mpendwa wetu Revocatus, ambaye alikuwa sehemu muhimu ya familia zetu na pia katika jumuiya ya kanisa. Lakini tumekusanyika pia kwa matumaini, kwa sababu kama tunavyosikia katika somo la kwanza kutoka hekima ya Sulemani, roho zao wenye haki wamo mkononi mwa Mungu. Hata kama machoni pa watu walionekana kama wameteseka, wamekufa, kama kifo kwao ni kama hasara yao, lakini mbele za Mungu tunaamini kwamba wako kwenye mahali ya amani, kwa sababu ni imani ambaye Revocatus alishika. Alifuata Yesu, alijua kwamba maisha ya hapa tunapita tu, siku itafika wote tutaenda. Neno la Mungu linatukumbusha kwamba maisha ya binadamu hapa duniani ni safari. Paulo anasema, tumepigana vita vizuri, tumemaliza mwendo, tumelinda imani. Leo tunaweza sema Revocatus amepiga vita vizuri, amemaliza mwendo, amelinda imani ambaye alishika hadi siku ya mwisho. Tunajua bila shaka kwamba Revocatus alikuwa mtu ambaye alishiriki kwenye mambo mbalimbali katika kanisa. Nimeambiwa kwamba alikuwa kiongozi na mtumishi kutoka jumuiya. Alitikia ile wito pamoja na kazi ambayo alifanya katika serikalini. Alitikia ile wito ya imani, kulinda imani, kuwa mtumishi wa Mungu. Alifanya ile kazi kwa mwaminifu. Tunajua mara nyingi kwamba uongozi katika kanisa si heshima tu, bali ni huduma na kujitoa, kusaidia wengine bila kulipwa. Na tumesikia katika historia Revocatus alisaidia watu wengi. Alijitoa kwa wengine, sio tu kwa wanafamilia, hapana, kwa watu wengine. Ndio maana tukiangalia watu walioko hapa, inaonyesha maisha ambayo Revocatus aliishi. Pia kuonyesha kwamba alikuwa mtu ambaye karibu na kanisa. Ndio maana viongozi mbalimbali wa kanisa kutoka jumuiya, siku yake ile ya mwisho, walihangaika hadi usiku kutafuta padre kuja hapo usiku ili Revocatus apate huduma ya mwisho. Ile wazi inaonyesha kwamba alikuwa mtu ambaye anashiriki kwenye mambo mbalimbali. Ndio maana viongozi walikuja pamoja kwamba wenzetu ambaye tulikaa naye alikuwa mwaminifu, hawezi kuondoka kama hivi, apate huduma ya mpako. Na ni neema ya Mungu, mara nyingi nasema, kufika siku ya mwisho, dakika ya mwisho, wakati tayari umepata huduma ya mwisho, huduma ya kanisa. Hile ni neema pekee, neema ya Mungu. Sio wote
tunapata ile neema, kwa sababu tunajua wote tutakufa. Lakini muda yangu, saa yangu ikifika, nitakuwa kama hawa ambaye sakramenti ya mwisho wanapata. Ni jambo ambaye tunaweza kusema asante kwa Mungu kwa ile neema ya pekee. Najua kwa wanafamilia na sisi sote marafiki wa jamaa, kama nilivyosema, ni wakati wa huzuni, lakini tukumbuke kwamba hili ni safari, ni njia ambayo wote tutashika. Revocatus hamsaidie, hamsamehe, lakini muhimu sana ni pia tukimwomba Mungu amsaidie, lakini pia tuombe Mungu atusaidie kupitia maombezi yake, kwa sababu kama wanafamilia mlijua maisha ambayo aliishi. Kama ninavyosema, tumshukuru Mungu alipata sakramenti ya mwisho. Hamna mtu kati yetu ambaye anasema kwamba mimi nastahili. Hapana, sisi sote ni wadhaifu. Hata siku ya mwisho lazima unakuta kuna njia ambayo tulianguka, tulisahau, lakini tunapopata sakramenti ya mwisho, ile ni imani kubwa. Tunaamini kwamba huyo mtu atafuta dhambi zake, Mungu atafuta, Mungu atamsamehe, na kupitia huruma yake atamuweke kwenye raha ya milele. Ile ni imani yetu. Basi siku ya leo tunapoomba Mungu kwa ajili ya wanafamilia wale ambaye wameguswa sana kwa kifo cha Revocatus, tuombe Mungu kama binadamu kwa njia moja au njia nyingine ambaye alianguka. Mungu ambaye mwenye rehema, mwenye huruma, amsamehe na aweke roho zake katika ufalme wake, apate urithi wa milele. Raha ya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote. Damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaomega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Wakati wa uzima na kikombe cha wokovu, tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa nyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo. Pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo na askofu wetu mkuu Yuda Thadeus Ruwa'ichi na msaidizi wake Henry Mtamungu na waklero wote, umkumbuke mtumishi wako Revocatus uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia
ufufuko wake. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika shida. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusipataishe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Ya kiroho yaanze ya ndoa na maisha mengine yote tumekuwa nao kijijini pamoja, na amekuwa mwanajumuiya mwenzetu pamoja. Kanisa vile vile litamkumbuka kwa sababu kuna utaratibu, mara nyingi hawa wazee kanisani wana maeneo yao ya kukaa. Unaweza ukaja kanisani utajua tu mzee Makaranga atakaa wapi. Mzee Revocatus alikuwa anakaa maeneo haya hapa ambayo umeweka piga picha, yuko hapa. Mzee wetu alikuwa hapa eneo lake hilo, hakosi katika eneo hilo kwenye ibada ambayo atakuja aidha ya kwanza, ya pili au ya tatu, lakini eneo lake ni hili hapa. Kwa hiyo kama jumuiya kiukweli tumepatwa na msiba mzito sana. Mzee wetu alikuwa mzee mpole, alikuwa mnyenyekevu na sio mwenye maneno mengi. Alikuwa mara nyingi anakuja kwa ajili ya tafakari kwenye ibada,
na alikuwa mshiriki mzuri sana, hasa kwenye michango ya kijumuiya na michango ya kikanisa. Hakuna mchango ambao watoi mzee wetu Makaranga. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi kama wanajumuiya tumehuzunishwa sana na msiba huu. Mama, tunakupa pole sana. Watoto tunawapa pole sana. Wote walikuwa ni washiriki wazuri, ilikuwa ni familia ya kumcha Mungu. Walikuwa wanapenda ibada, uwakosi kwenye jumuiya na uwakosi vile vile kwenye ibada za Kikatoliki kanisani. Kwa hiyo sisi kama wanajumuiya tunazo taratibu zetu. Tumekuwa pale toka taarifa ya msiba ilipokuja, na kama alivyoeleza baba amekuwa na ushuhuda mzuri sana. Baba yeye ndiye aliyempa upako wa mwisho marehemu Revocatus. Tulimfuata hapa baba usiku, tukamuomba kwamba tunaomba marehemu apate hata sala ya mwisho, mpako mtakatifu. Basi baba akaacha mambo mengine yote, akaja na sisi akampa upako mtakatifu. Lakini baada ya masaa kama 5 Revocatus akawa amefariki. Masaa 5 tu yaliyofuata akawa amefariki baada ya kufikishwa hospitalini. Kwa hiyo baba anao ushuhuda mzuri na amepata baraka vile vile ya kumwombea misa yake takatifu ya mwisho hapa Dar es Salaam Kimara. Baba, tunakushukuru sana. Tunawashukuru vile vile majirani na wanajumuiya wote ambao toka msiba umetokea tulikuwa pale nyumbani tukisali sala za jioni na vile vile kuandaa maandalizi yote haya ambayo mnayaona. Taratibu zetu mama unazifahamu. Basi kama jumuiya tunapeleka mwakilishi mpaka Mwanza kutowakilisha kwa ajili ya maziko kule Mwanza. Atakuwepo mwakilishi wa jumuiya. Vile vile tumetayarisha ua letu ambalo litakwenda kuwekwa kwenye makaburi na kumbukumbu ya mzee wetu Revocatus. Vile vile tunayo sadaka kidogo kwa ajili ya wewe mama na familia yako. Tutakukabidhi. Raha milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Wanaume Katoliki, nguzo imara ya hekalu la Bwana. Mimi nimesimama hapa, naitwa Robert Maganga, ni mwenyekiti wa utume wa wanaume Katoliki katika parokia hii ya Kimara. Pia ni mwenyekiti wa utume huo katika dekania ya Ubungo ambapo inajumuisha parokia 8. Kimsingi mzee Revocatus Makaranga natoka naye jumuiya moja, tulikuwa tunasali naye, na kama sifa ambayo imeelezwa na mwenyekiti wa jumuiya, basi ndivyo hivyo ambavyo alivyokuwa akifanya katika utume wa wanaume Katoliki. Tulikuwa naye pamoja, tukisali pamoja, tukihudumu pamoja katika utume wa wanaume Katoliki. Kwa kweli tumepoteza, lakini katika imani na matumaini tunasema tutakutana naye siku ya nyingine. Familia tunawapa pole sana kwa msiba huu. Nasi pia jumuiya UWAKA tuna taratibu zetu, tutakuja kuwaona. Pia parokia UWAKA pia tuna taratibu zetu, pia tutakuja kuona kwa ajili ya rambirambi. Tumsifu Yesu Kristo. Wanaume Katoliki, asante. Tumsifu Yesu Kristo. Ninasimama hapa kwa niaba ya jukwaa la wahariri ambalo marehemu Makaranga alikuwa ni mwanachama, na kazi yake ya uandishi wa habari ikamfikisha pale alipokuwa mhariri na mwanachama wa jukwaa la wahariri. Kwa niaba ya jukwaa, kwanza tunawapa pole familia kuondokewa na mpendwa wao. Sisi kama jukwaa tumeondokewa na mtu ambaye ni muhimu sana katika jukwaa letu. Jana kwenye mtandao wa kwetu kuna mhariri fulani ameandika kwenye mtandao, amesema kiti cha uhariri alichokalia Makaranga kitabaki kuwa wazi. Maana yake pengo ambalo ametuachia kwenye jukwaa litabaki kuwa wazi. Sisi tunamshukuru Mungu kwa uhai wa Makaranga mpaka kumfanya yeye kuwa mwandishi wa habari na baadaye kuwa mhariri. Tunamshukuru Mungu. Watu kwenye jukwaa lile walikuwa na
katika kutoa kumbukumbu zao za Makaranga, mmoja akasema ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana watu, anajipenda yeye mwenyewe, kiasi kwamba tukiwa kwenye mikutano yetu, ikiwa ni wakati wa kula, alikuwa anauliza, chakula kipo? Chakula kipo? Wale waliokuwa wanamjua wakijua kwamba kuna ugali, watasema kipo. Maana yake ni kwamba ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana, anajipenda sana, na vile vile alikuwa anapenda watu. Tunamshukuru sana Mungu kwa uhai wake. Tunaomba ampokee huko anakokwenda. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana liidhimiwe. Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Kwa niaba ya familia ya Revocatus Mjungu Makaranga, lakini pia nimesimama hapa kama mmoja wa wazee wa eneo wanaloishi, lakini pia nimesimama hapa kama mwenyekiti wake mstaafu wa serikali ya mtaa Michungwani. Naomba nianze kwa niaba ya familia. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa sisi aliyotupa uhai kumsindikiza mwenzetu wote tuliojaa kwenye kanisa hili. Lakini pia kwa kipekee kabisa ni kushukuru kanisa la paroko kwa huduma ya kiroho ambayo mlifanya, mimi nikiwa shahidi pia, ingawa sikuwepo pale, lakini nilipigiwa simu, nini mnafanya kwenye eneo letu, ukishirikiana na jumuiya hii ambayo iko pale waliotoa salamu. Kwa hakika tumeona utumishi wenu uliotukuka, mbarikiwe sana. Kwa niaba ya familia pia tunapenda kuwashukuru madaktari wote, specialist, wahudumu wa hospitali zote zilizohangaika ili kuokoa roho ya mpendwa ndugu yetu Makaranga, lakini Mungu alimpenda zaidi, ndio maana leo tunamwaga. Tunawashukuruni sana watu wa idara ya afya, lakini tunawashukuru pia taasisi mbalimbali ambazo zimeshiriki kwa namna moja au nyingine kuhakikisha msiba huu unakwenda kwa heshima kubwa, wakiwemo Jeshi la Zimamoto, wakiwemo Jukwaa la Wahariri, wakiwemo taasisi mbalimbali kama zilizoelezwa kwenye wasifu. Wote hao wameshiriki kamilifu, lakini Mungu amempenda zaidi. Tunawashukuru sana majirani, na wajua majirani ambao walikimbia kwa haraka sana, wako akina mzee akina mzee na Msovela na wenzie wote, tukiwepo na mimi na jirani wengine wote waliojitolea kwa ajili ya kuhudumia pale. Kwa hakika tunawashukuru sana. Nawashukuru pia kwa niaba ya familia watoa huduma wote waliotoa huduma mbalimbali katika msiba huu. Mungu awabariki sana. Familia wanasema hawana kubwa au kuziba pengo mlolitoa, isipokuwa Mungu atawabariki na kuwajazia maradufu pale mlipopunguza. Mwisho, lakini sio kwa umuhimu, mimi pamoja na wazee wenzangu tunamkumbuka Makaranga. Alikuwa ni mtu ambaye ukitaka ushauri wowote ule wa kijamii na kiserikali, mzee Makaranga wewe mwendee tu atakupa.
ushauri. Kwa hiyo tumeondokewa na mzee mwenzetu pale, lakini pamoja na hayo, mimi namkumbuka Makaranga kama kwa nafasi yangu ambaye nimestaafu kwa hiari ya serikali ya mtaa. Huyu mzee huyu sijawahi mimi kumuona ana usafiri wa kwake wa kujitegemea, lakini alikuwa hautumii. Huyu mzee ukitaka sijui muende mjini Sinza eti tukapande basi, ase unaweza ukaacha unapanda basi, anatembea kwa miguu. Yeye alikuwa ashobokei mambo ya magari wala nini. Ni katika kuijua afya yake, umuhimu wa afya mzee tunavyomfahamu. Lakini mwisho, mimi kama mmoja wa family friends wa familia hii, kwa hakika tumeondokewa pia na wataalamu. Mimi ni mshereheshaji MC. Nakumbuka mama na baba wakati wao walikuwa na huduma pia ya upishi Dar es Salaam kwenye masherehe mbalimbali na shughuli za serikali. Mimi nikiwa MC nimeondokewa na mmoja wa wataalamu wangu katika fani hiyo, lakini Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Amen. Asante sana. Mwenyekiti wa parokia ya Kimara, karibu kwa neno. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kwa niaba ya halmashauri ya lei parokia Kimara, napenda kutoa pole nyingi kwa mama mjane na watoto wa mzee wetu Revocatus. Kama wasifu walivyosema na viongozi waliotangulia walivyosema, yeye kama kiongozi katika kanisa alikuwa anatusaidia sisi hierarkia katika kujenga mwili wa Kristo hapa Kimara, na tunaona ushuhuda ambao wameviongoza umetoa namna gani maisha yake aliishi kwa kumpendeza Mungu. Basi tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai ambao alimjalia Revocatus katika kanisa na yote yale ambayo ameyafanya. Basi ombi letu kwa familia, tunaomba muenzi Makaranga kwa kuishi yale mema aliyoyafanya. Tuendelee kujenga mwili wa Kristo kwa ajili ya utukufu wake. Tumsifu Yesu Kristo. Tusimame. Kula karamu ya mwili na damu yako, Bwana twakuomba. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu. Bwana twakuomba. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Bwana twakuomba. Mungu muumba wetu na mkombozi wa waamini wote, uzijalie roho za marehemu maondoleo ya dhambi zao zote, kwa maombezi yetu wapate msamaha waliotumainia daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Revocatus katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Bwana awe nanyi.
Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Jambo binti. Mtoto wa marehemu eh? Mtoto jina? Rita. Rita. Na pale kulizungumza kwa jina lako. Isebanda Mwanza. Yeah. Ni kesho Alhamisi. Yeah. Alhamisi. Yeah. Aliongea huyu mdogo wangu ila anakudisi. Siwezi kukudisi.